Waswahili wanasema tenda wema uende zako. Ushawahi kujiuliza kwa nini wakati mwingine yanatokea matatizo na yanatokea watu wengine wewe hayakutokei? Ushawahi kuwaza ni kwa nini? Je, unajua ni kwa sababu gani? Kwani wewe ni nani mpaka usipate matatizo? Kwa nini ajali zinatokea wanakufa watu wengine? Wewe hujawahi kupanda gari kupata ajali. Kwa nini? Kwa nini wengine wanalazwa, wengine wanaumwa magonjwa ya hatari alafu hujawahi? Ushawahi kujiuliza ni kwa nini? Nikukumbushe tu leo. Wako watu wengi nyuma yako wanaokufanyia dua, wanaokuombea. Unapofanya wema, kuna mtu anakushukuru na anakuombea dua kwa Mwenyezi Mungu. Basi huyo ndiye anayekufanya wewe uendelee kupata baraka. Na hayo ndio malipo ya wema wako unaotenda kwa watu. Unapomtendea mtu jambo jema ukaenda, ujue umejiwekea hazina na umechukua baraka. Wapo watu wengi hasa vijana wa siku hizi, hata akiwa kwenye gari anapokuja mama au baba, mtu mzima, wengine hata ni wazee, wanaonekana hata kwa macho wana mvi, umri umeenda, anakuja sana sana katika miji yetu kama Dar es Salaam, Arusha, ambako magari yanakuwa adimu, magari yanajaa watu mpaka wanasimama. Wewe umekaa kwenye kiti, kijana mdogo, bado una nguvu za kutosha hata kutembea kwa mguu kutoka utokako mpaka uendako. Lakini umepata bahati, umeingia kwenye gari bado hajajaa ukapata siti, na kuja mtu mzima amechoka, amechelewa, wewe unakalia siti kijana. Tenda wema uende zako. Mpatie siti yule mzee, wala itagharimu chochote, kwa sababu kusimama hakulingani hata na mazoezi unayofanya gym. Gym unafanya mazoezi mazito sana, lakini wewe kusimama tu ni jambo jepesi sana kwako. Mwe mnatenda wema. Nimemwona mama na mzigo mzito, mpokee. Siku moja niliona mama mmoja amechukua mtungi wa gesi anakwenda kubadilisha. Nikasema mama, naomba nikupokee. Alishangaa sana. Kwa nini? Nikasema naomba nikupokee tu. Nikampelekea mpaka pale. Akasema nashukuru sana mwanangu. Nikasema wakuwekee mtungi nikupelekee mpaka nyumbani. Baadaye nikaona na wasiwasi, lakini pona na anakaribia nyumbani, nikasema mama, hapa si unaweza ukafika. Haya mama, safari njema, kwa sababu sikutaka kuendelea kumtia mashaka zaidi, kwa sababu nilimuona naogopa na hisi kwamba kwa nini, kwa sababu ni vitu ambavyo yani anashangaa. Ndugu zangu, ilinipa picha kwamba maadili sasa hivi kwa baadhi ya watu yamepungua. Yes, tuko busy na Uislamu mwingi, lakini na uhaselo mwingi, lakini na tu wasaidie watu, hasa wazazi wetu waliotuzaa. Hata kama hajakuzaa wewe, lakini kuna mwingine amemzaa, si ajabu mnalingana, au ni mdogo au ni mkubwa kwake. Tuwatendee watu wema. Tenda wema uende zako. Wako watu wanahitaji msaada, tuwasaidie. Ndio maana leo unapata baraka unapofika sehemu, unaondoka inatokea baya alijakukuta. Kuna ndugu yangu juzi aliniambia kwenye maandamano, alikuwa amekaa na wenzake pembeni wanajadili, hakuwa kwenye maandamano. Lakini baadaye roho ikamwambia siuende ndani, uondoke. Alipoondoka pale alipokuwa zilitua risasi 2. Maana yake kilichomwambia aondoke ni baraka za Mwenyezi Mungu kwa wema unaotenda. Tenda wema uende zako.